Tunajua UNESCO wanadili na mambo mengi sana, na mimi najua hii itakuwa na maana kubwa sana, na kwa ambao natazama hapa kuna kitu cha kujifunza. Kwanza hongera sana Hamisa, ikiwa ni Ijumaa nzuri kabisa. Hebu zungumza na Watanzania kuhusiana na hii kubwa zaidi. Leo nimeweza kupata kuwa balozi wa hiari wa UNESCO. Hii kwa ajili ya kufikia jamii yetu zaidi, hususan wanawake, hususan kwenye matumizi mazuri kabisa vyema ya social media, mitandao ya kijamii. Yeah. Kuna baadhi ya vitu ambavyo ulikuwa unajaribu kushare na baadhi ya vijana ambao wako hapa. Pengine kuna Watanzania ambao pia wanatamani kusikia hivyo vitu ambavyo ulikuwa unashare na vijana hapa UN. Sana hapa nimeongelea kuhusu kutumia mitandao ya kijamii kisalama zaidi. Naamini kabisa tupo katika dunia ambayo teknolojia imekuwa sana na mitandao ina nguvu sana, na ningependa kwamba kwa kila mtu kuweza kutumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya impact, kwa sababu tumeona watu tunakuwa maarufu kwa mitandao. Tunaweza kupata kazi, tunaweza tukaelimisha jamii yetu, tunaweza tukasomesha watoto, yani tunaweza tukaconnect kwenye kutupitia social media kwa faida. Yes. Umezungumzia kutumia vizuri mitandao. Labda kwa mtu anayeangalia kwa haraka haraka anaweza kusema Hamisa anasema hivi, mbona labda pengine yeye anaitumia vipi kwa upande wake? Sidhani kama kuna mtu yote anaweza kuuliza hilo swali, kwa sababu kwa kila mtu ambaye ananifuatilia mimi, anayejua mitandao page zangu katika mitandao ya kijamii, anajua jinsi gani anavyotumia mitandao ya kijamii. Yes. Lakini mpaka sasa hivi mitandao imekupa faida gani kubwa? Imenitengeneza Hamisa. Niko hapa leo, hapa nilipo, unakuja kunioji ni kwa sababu ya mitandao. Moja ya sababu za wewe kusimama na hapa na mimi katika siku hii ya leo ni mitandao ya kijamii. Ya cha usiku? Hapana. Nadhani kipindi cha usiku kulikuwa mitandao ya kijamii ilikuwa bado. I feel kama ilikuwa bado. Nadhani tulikuwa hatuna Instagram. Probably we had Facebook, lakini sina wakia kuhusu Instagram. Yes. Okay, hii deal ambayo Hamisa saini leo inaenda ku-impact vipi mabinti wasichana ambao ni wanamtazama Hamisa Mobeto as a role model? Kwanza kabisa inawapa nafasi mabinti wengi kuzidi kuconnect na mimi, kuzidi kunifikia mimi kwa urahisi, kwa sababu sasa hivi sio Hamisa Mobeto tu bali ni balozi wa UNESCO, na pia kwa hiyo hii inaleta njia rahisi ya mimi kuweza kuconnect zaidi na mabinti. Yes, na tumeandaa vitu vingi sana, kampeni nyingi sana za kuweza kufikia mavyuoni, mashuleni. Yes, kwa sababu Tanzania tumebarikiwa na mabinti wazuri, mabinti wana akili, na mimi nikitumia nafasi yangu vizuri, tunaweza tukawa tuna jamii nzuri ya wasichana, ya wadada ambao wana akili na wana motisha. Yes. Okay. Ni neno gani ambalo Hamisa anaweza kumwambia binti msichana ambaye yupo kwenye mitandao ya kijamii lakini haitumii kwa njia ambayo inaweza kwenda kumbadilishia labda mwongozo wa maisha yake kwa siku zijazo? Mimi naamini kwa binti yoyote ambaye anaweza kwamba kwa sasa hivi kama anaweza kupata attention, aka create content, akapata engagement ya kutosha katika mitandao ya kijamii, nina uhakika kabisa anaweza kutumia mitandao hiyo ya kijamii chanya kwa kuweza kutimiza ndoto zake za aina mbalimbali. Let's say mtu kama ana talent, you can do so much on social media. Unaweza kushowcase talent ambazo Mwenyezi Mungu amekujalia, kipaji chochote, talanta, anything that you want to showcase, as long as it's in a positive way, then you can do so much more. Okay, sawa. Lakini Hamisa, moja ya kitu ambacho umekigusia, sawa, tutampa. Okay. Asante Hamisa. Katika wanawake mastaa maarufu, wewe ndio unaongoza kwa kupata ubalozi. Una balozi nyingi sana. Tunaona. Nini ni siri ya mafanikio yako ya kupata ubalozi nyingi, na unajikipu vipi muda wako wa kubalozi mbali tofauti kama leo hii umeipata na bado una zingine? Muda wako unautumia vipi? Kwanza kabisa jinsi ya mimi ninavyopata kazi, naamini kwamba kabisa kwanza ni Mwenyezi Mungu ambaye nimemkabidhi maisha yangu na kumwamini kama kila kitu kwenye maisha yangu, na pia naamini katika utendaji wangu kazi, nafanya kazi kwa bidii sana. Naamini hiyo ndio moja ya siri ambayo kwa nini Hamisa na kwa nini Hamisa anaendelea kupata kazi.
Na tatu, niendelea kushukuru makampuni ambayo yamekuwa yakiniamini na kuendelea kunipa kazi. Kusema kweli, mimi na familia yangu na watoto wangu tunashukuru sana. Ni kwa sababu yao naweza kuishi maisha ambayo yako comfortable na kulea familia yangu vizuri. Okay, vizuri sana. Hamisa, hapo kwenye mitandao watu wengi wanakusifia sana kwamba mitandao unaitumia vizuri na imekupa the way kuheshimika zaidi. Lakini pia baadhi ya vitu viko ambavyo unavishia kwenye mitandao, ikiwemo hata harusi ambayo ulifanya na Aziz Ki uliishia kwenye mitandao ya kijamii. Unaweza kunipa faida 10 za kuposti ile harusi? Yaani mitandao ilisaidia vipi kupush ile harusi? Kwanza faida 10 ni nyingi sana. Sidhani kama tutaendelea. Lakini mimi na mume wangu tumekuwa katika mahusiano kwa muda miaka 3. Okay. Yes, sasa hivi tunadhani tuna miaka 3 na kitu. Na watu wameanza kuona mahusiano yetu nadhani katika wiki ambayo sisi tulikuwa tunafunga ndoa. Kabla ya hapo sidhani kama ni kitu ambacho tulikuwa tunakionyesha. Na pia ilitupa wepesi katika swala zima la shughuli. Yani tulipata wepesi wa vitu vingi sana, especially makampuni kujisogeza kufanya kazi na sisi. Tulipata udhamini mkubwa sana kutoka Azam TV. Tulipata vitu vingi sana kusema kweli, na hata hapo nadhani baada ya harusi watu wengi waliona tulipata madili ya matangazo wakati huo kabla hajaondoka nchini kwa ile mara ya kwanza. Kwa hiyo tulipata pia kazi kutoka hapo ambayo tuliweza kuendeleza kulea familia pamoja. Yes. Lakini kitu kingine ambacho unaweza kuwasii wa akina dada ambao sasa hivi wanatumia mitandao, kuna watu wanakuwa wanazungumza maneno ambayo kwa kifupi yanaleta taharuki. Wako watu wanaosema kwamba wanaogea mpaka maziwa na asali Mobeto ili waweze kuwa wazuri. Labda unawaambiaje, kwa sababu umeweza kutoa elimu ya mitandao? Mimi naweza kusema for as long as mtu havunji sheria, kama mimi nina mamlaka ya kumshauri chochote, especially akiwa mtu mzima kwenye maisha yake. Kila mtu afanye kile ambacho anaona kwake kina work, but just in a positive way. Tusikeuke sheria, tusifanye udhalilishaji, tusifanye bullying na vitu vingine. Mtu akiamua kuogea maziwa akiamini kwamba maziwa ndio yanafanya ngozi yake inaweza kuwa ya nyororo, ni vizuri, kwa sababu mwisho siku maziwa yananua na hela yake. Yes, mimi siwezi kutoa ushauri kwa nini kwa mtu ambaye ameamua hivyo. Okay. UNESCO sasa najua inaenda kuleta fursa kubwa sana kwa akina dada. Labda unawaambiaje kupitia UNESCO? Jamani, tushikamane. Mimi nikiwa kama balozi mpya kabisa, tuendelee kupeana support kama mlivyokuwa mna support hapo awali, na naamini kabisa kwamba yani kutatokea na impact nyingi, kutatokea na faida kubwa sana kutokana na mimi kuwa balozi hapa. Kwa hiyo jamani, kaeni karibu na Hamisa, hamwezi kujua huko mbeleni. Yangu la mwisho kizushi. Nataka kufahamu zile ng'ombe za mahali. Imefikia wapi? Wameshaanza kuzaa, wameshazaliana, ama maendeleo ya ng'ombe zile za mahali? Hilo sasa inabidi siku nyingine nitamleta mama yangu utamuuliza nini. Mahali inaenda kwa familia. Walipokea mama na wajomba, kusema kweli sijui. Yaani sijui ng'ombe za nitamani kuniambia nipe hata ng'ombe 2, lakini ndio hivyo. Lakini Hamisa, unaelewa kusifiwa kwamba ni miongoni wa watu wenye huruma sana kwenye mitandao ya kijamii. Sidhani kama huruma ni neno sahihi. Labda kuwa mtu mwema, najitahidi sana kuwa mtu mwema kadri ambapo napata nafasi. Yes, dunia tayari inahitaji upendo, inahitaji kindness, na unavyokutana na watu barabarani huko huwezi kujua nani anapitia nini na kwa wakati gani. Kwa ni vizuri sana tupendane, tushikamane kama jamii. Yaani hivyo sisi nadhani ndo desturi yetu wa Tanzania. Ndo desturi yetu, mtu akiwa ameishiwa hata chumvi ndani anaweza kwenda kwa jirani akaomba na akapewa. Nadhani hii really works in Tanzania, kwa sababu sijawahi kuona katika nchi nyingine. Kwa hiyo kama walivyokuwepo mababu zetu na mabibi zetu, basi tuendelee kuwa na upendo kama Watanzania. Asante sana. Wewe umeshiba, mimi mwenzako nasikia njaa. Bye.